Bwana, kwa wale ambao wanaitazama tamthilia Kombolela muda wote, hiki ambacho nitakwenda kukizungumzia naamini watakuwa wanaweza kukielewa na watakuwa wanaelewa nini ambacho ninamaanisha, kwa sababu wamekuwa wakifuatilia tamthilia bora kabisa ya Kombolela. Mimi naitwa African Voice, karibu katika recap ya movie. Of course, katika movie yetu ya Kombolela ni moja kati ya tamthilia bora kabisa ambayo imekuwa ikizungumzia maisha halisi ambayo anakutana nayo mtu katika jamii. Sasa kuna baadhi ya scene ambazo zimekuwa na majonzi ndani yake, ambapo zimenishawishi mimi niweze kukuletea recap hii ya movie, na haswa katika movie ya Kombolela ni pindi pale ambapo Mashavu akitaka kupata hatima yake na penzi lake yeye na Mwarabu ambaye wamekubaliana wanataka kuoana, lakini hatima pia ya Mwamini na penzi lake la Hamadi ambaye ni ndugu yake katika upande wa mama Kambo na baba Kambo. So hatima yao itakuwaje? Kwa sababu Chiku ni moja kati ya watu ambao wamekuwa kipinga sana hili penzi, hata pia kina Mawadawa pamoja na Siwa wamekuwa naona kama ni uchulo. Lakini je, hatima yao itakuwaje? Kwa sababu ni moja kati ya wanawake ambaye anapitia mambo magumu sana, kwa sababu anausikiza moyo wake, lakini pia ni mtu ambaye ana upendo wa dhati na Hamadi. Lakini je, hatima ya Cholo pamoja na Abilali mara baada ya kuweza kukamatwa na polisi, na inasemekana kwamba mmoja kati ya wale watu watatu ambao wamekamatwa, Abilali, Cholo na yule mtoto wa jirani, kwamba kuna mmoja hapo ameweza kukutwa na kipande cha bangi. So naye Chiku amesema. Tukija katika upande wa Mashavu ni binti ambaye ameweza kulelewa pale katika familia ya Mzee Kikala akiwa mdogo, pamoja na mtoto wa Madawa ambaye aliweza kuondoka takriban miaka miwili, and then amerudi na amekuja na ujauzito. So kitu ambacho nilitaka nikuelezee ni kwamba Mashavu ameona maisha ambayo anaishi na mama zake hayataweza kumfikisha popote. Kwa hiyo kitu ambacho ameamua ni kwamba ni kutaka kubadilika na kuweza kuvunja ule ukoo ambao watu wamewazoea ni kwamba ni ukoo ambao ni wa matatizo. Kwa hiyo kitu ambacho Mashavu ameona ni sahihi ni kutaka kuweza kuolewa na mwanaume ambaye anampenda, na huyu ni mwanaume ambaye anampenda yeye ni Mwarabu ambaye amekuja kujitokeza wakati ambapo Mashavu anataka kuweza kubadilika. Kwa hiyo ugumu uko wapi? Ugumu ni huko kwa mama zake. Wamekuwa wakimpinga sana Mashavu, wakizani kwamba ni mdogo na hatoweza kulea swala la ndoa. Kwa hiyo kitu ambacho wao wanachotaka ni kwamba Mashavu asiolewe kwanza, bado muda wake. Lakini Mashavu anaona kabisa kama ndoto yake inakwenda kukatika. Kwa hiyo jukumu ambalo anataka kufanya ni kuweza kunywa sumu ya panya ili aweze kupotea, na ametoa sharti moja: asipoolewa na Mwarabu basi yeye atajiua. Kwa hiyo Mwadawa pamoja na Tukae wakaamua kumwambia mama yake Mashavu ambaye ni Siwa kwamba Siwa, unabidi sasa umsikilize mtoto, kwa sababu alipofikia sasa hivi anataka kuchukua maamuzi magumu. Kwa hiyo mwisho wa siku tunaweza kachukua matani, mwisho wa siku mtoto anaweza kufariki na sisi tukaishia jela, vitu kama hivyo. Kwa hiyo baadaye tunamwona Mashavu akiingia katika dibu zito la mawazo, anatoka nje, anakutana na Mwamini, wanaketi na wanashare memories, ama wanashare ujumbe, ama wanashare waliokuwa nayo moyoni. Mwisho wa siku maswali yanakuwa ni mengi, kwamba Mashavu anamuuliza, je, unachowaza ni kama mimi ambacho nawaza, au mwenzangu na plani gani? Anamuuliza hayo, anaulizwa Mwamini, and then Mwamini anakuja kujibu kwamba kitu ambacho anafikiria kwa sasa hivi ni kuweza kwenda mbali, kwa sababu anaona kabisa ni kama moyo wake unakatiliwa. Hiyo kitu ambacho yeye amewaza ni kwenda mbali ili kuweza kuepukana na haya yote. Na Mashavu anamuuliza, usitaki kuniambia kwamba haya yote unazungumza ni kwa sababu ya mjomba Hamadi? Kwa hiyo Mwamini anakuja kusema kwamba unadhani mimi nitafanyeje, kwa sababu kukaa mbali na Hamadi imekuwa ni kama changamoto. Kwa hiyo solution ni kwamba ni kuweza kwenda mbali ili kuweza kuyasahau yote. Kwa hiyo pale moment inaonekana ni watu wamekuwa na majonzi sana, lakini mwisho wa siku Mashavu anazungumza kwamba inabidi sasa sisi tuweze kufata hatima yetu, kwa sababu tukiwaendekeza hawa tutakuwa hatujengi yetu, mwisho wa siku tutakuwa tunabomoa, na sisi ni bado wadogo. Kwa hiyo tunahitaji kuwa zaidi ya hapa ambapo tunatakiwa kuwepo. Kwa hiyo hapa kitu ambacho kinaonekana kati ya Mwamini pamoja na Mashavu ni kwamba wanataka kupata hatima yao ya maisha yao, kwa sababu wanaona kama ishakuwa ni kero wakiendelea kuwasikiliza mama zao vile ambavyo wanaweza kutaka. Lakini pia
mamake na Mwamini ambaye namzungumza binti Msume amekuwa ni mtu wa kwanza kuweza kupinga mahusiano kati ya Hamadi pamoja na Mwamini binti yake, kwa sababu kutokana na mahusiano ambayo wanayo hawa watoto. Kwa hiyo ni ngumu sana kuona hivi vitu vikiendelea. Mtu mwingine ambaye pia anapinga sana haya mahusiano kati ya Hamadi pamoja na Mwamini, na amekuwa sana akimtupia maneno, akimtupia lawama Hamadi kwa uchafu ambao amekuwa akiufanya yeye na Mwamini. Kwa hiyo ni hali ambayo Mwamini anapitia na anayopitia sasa hivi ni ngumu sana, kila mtu anamsimanga, lakini pia Hamadi the same pia. So nikija katika hatima ya Cholo pamoja na Bilali, hawa bwana wana kesi ya kuweza kumuibia Mchina. Kama unakumbuka, kama ulitazama pia scene ambayo Cholo, Bilali pamoja na mmoja kati ya rafiki wa Bilali ambaye ni jirani ya familia Mzee Kikala, ambaye baba yake na huyo kijana ni Mzee Msisili. Wakati ambapo wapo chumbani, Cholo anauliza kwamba ili geto ni la masela, mbona kila mtu ambaye anakuja? Kwa hiyo inaonekana pale kuna mabishano kati ya Bilali pamoja na Cholo, lakini mwisho siku anauliza kwamba hiyo mali wamepata wapi? Wanamtuliza Cholo, mwisho siku kesi inakuja pale, polisi wanakuja na wakamata, vitu kama hivyo. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuweza kukuletea katika hizi recap scene 3 ambazo ni za moto kabisa. Nadhani hata kama mwenyewe ulivyoitazama ulihisi kwamba kuna mabadiliko ambayo yanakwenda kutokea katika familia ya Mzee Kikala. Mashavu akitaka kuolewa na Mwarabu, lakini pia Mwamini anataka hatima ya kuweza kufahamu penzi lake yeye na Hamadi. Hamadi yeye je iko wapi, katika upande gani? Yani kwamba yeye je anataka kuendelea kuwa na Mwamini ama anataka kuendelea na hustling zake tu. Nafahamu kwamba Hamadi pia na mke waliweza kugombana kutokana na Hamadi kushuka kiuchumi na kuweza kurudi kwao kwa Mzee Kikala. Je, baada ya hapo itatokea ni nini kati ya Hamadi pamoja na Mwamini? Then katika upande mwingine ni Mashavu na familia yake, mama zake. Je, Mashavu ataolewa na Mwarabu ama Cholo na Bilali wataweza kutoka polisi, kwa sababu shangazi yao Chiku amegoma kuweza kuwatoa kwa sababu kesi ishakuwa ni nzito, na mtu ambaye anapaswa kuweza kuisimamia hii kesi ni jobless wa taifa. Hapa namzungumzia Kobisi Kikala, na Kobisi Kikala hana kazi yoyote. Kwa hiyo wote familia wanamtazama Chiku, na Chiku yeye ameomba kujing'atua katika hiyo kesi kwa sababu ya kwake yanamshinda, pia mtoto wake anamtazama sana. Je, hii hatima ya familia itakuwaje? Mimi ni African Voice, wakili wa burudani kutoka mahakama ya burudani hapa Tanzania. Asiko peke yangu, nilikuwa na Lozei. Tumeandaa hii recap bora kabisa. Bye bye.